Jamani bakers wenzangu, nina swali. Nina dada yangu ni anapika keki, ni jirani yangu. Kuna siku alinipigia simu, akaniuliza, Lucy, una bata ya kupambia keki? Bahati mbaya nilikuwa sina. Nikamwambia imenishia. Una shida yoyote dada? Akaniambia nilikuwa na shida ya bata ya kupambia keki kwa sababu bata yangu nimetoka kuitengeneza sasa hivi, kwa hiyo siwezi kuitumia. Nikamwambia tusi na tukamalizana. Lakini baada hapo nikaanza kutafakari kwa sababu nilikuwa ni kitu ambacho sijawahi kukisikia na wala sikijui, kwamba bata uliotoka kuipiga au kuitengeneza muda huo huo uwezi kupambia keki. Na kwa sababu gani? Kwa sababu mara nyingi sana, mara nyingi mno ninapambia keki na bata ambayo ninakuwa nimetoka kuitengeneza muda huo huo. Kuna nyakati zinatokea umepika keki umesahau kwamba hauna bata ya kupambia, inabidi utengeneze hapo hapo na upambie keki hapo hapo. Kwa hiyo nataka niwaulize na nyie, mshawahi kukutana na hiyo concept nyingine? Najua mfano kwenye fondant huwezi kutumia muda huo huo, lazima uiache ikae, after some time ndo uitumie. The same kwenye nini, labda kwenye keki wanasema pia keki ambayo imelala, umeipika leo imelala mpaka kesho ni nzuri zaidi kuliko keki ambayo imepikwa siku hiyo hiyo. Au pia hata rangi, ukitaka rangi fulani ikolee, iache ilale mpaka kesho. Umeona? Nadhani hiyo ni kwa ajili ya purpose kwamba yale mahitaji yao yamekumbatiana vizuri, ladha imekaa mahali pake, sukari imekaa mahali pake na vitu kama hivyo. Je, na kwenye bata concept ni hiyo hiyo? Kwa sababu kiukweli mimi sijawahi kujua iko kitu. Hata hii keki mnayoiona yenyewe nimetoka kupambia na bata ambayo nimetoka kutengeneza muda huo kwenye video iliyopita, ndio nimetumia bata kupambia keki. Keki yenyewe haikunyoka jamani, keki za square zina mambo. Mkinijibu nitashukuru sana. Thank you.